Kwa majina asilia naitwa Eric Clement Nyaulingo. Kwa majina ya ambayo natumia kwenye sanaa naitwa Liza Boy, ambayo linatumika kwenye filamu, linatumika pia kwenye muziki. Safari yangu ya muziki nilianzia shule ya msingi, Mlimani Primary School. Baada hapo sekondari pia vile vile. Nilikuwa mpaka kiongozi wa michezo. Pia sana baada ya kumaliza shule nikapelekwa nikaa Kalinyita Mwanza kuishi naye. Kule napo ndo nilikutana na watu mbalimbali, ambapo huko niseme chimbuko langu la muziki lilipoanza kukua mpaka kuja Dar. Changamoto kubwa, kitu cha kwanza muonekano. Muonekano wangu sana, watu wengi nikienda hata kuhojiwa sehemu nyingine wana judge kwa nini naimba singeli na sio bongo flavor. Kila mtu anakuambia ukimba bongo flavor unaweza ukatoboa zaidi, ningekwambia kwa muonekano singeli pia nayo pia unaweza kufika mbali zaidi. Kwa hiyo ndio inanipa changamoto sana. Muziki ni kitu ambacho ninachokipenda kutoka moyoni. Yaani hata nisikie sehemu muziki ni kwa natoroka nyumbani naenda. Kwa hiyo nikirudi kipigo. Kwa hiyo muziki yani naona iko damuni. Inaitwa Makusudi imefanya vizuri. Lakini niseme imefanya vizuri sana ikawa itano, lakini kufanya vizuri kujulikana kama mimi Liza Boy. Kwenye upande wa kuigiza, movie yangu ya kwanza ilikuwa Penzi la Chizi, ambayo nilipoanza sana yangu ya uigizaji, ambao pia ilifanyika na rafiki yangu ambaye anaitwa Mazaga. Kwa hiyo tulishirikiana kwa kitu kimoja. Mimi yeye alikuwa ni mwigizaji, alikuwa hawezi kuimba, kwa hiyo lazima ni support kile kitu ambacho anachokifanya. Kwa hiyo tuka compare, kwa hiyo tukapata iko kitu. Vyote vile vinaletea mafanikio. Ila sana watu wengine wananipenda kwenye movie, sana watu wengine wananipenda nikiwa kwenye muziki. Kwa hiyo mashabiki wa kwenye movie naweza kushawishi wakaja kwenye muziki wangu, na kwenye muziki wangu wakaja pia kwenye movie kuniangalia kitu ambacho ninachokifanya. Kwenye movie lazima nishirikiane na watu, huwezi kufanya kazi peke yako. Kwa hiyo lazima niwe nalo crew ambao wananisupport pia. Project ya movie ambayo nakuja nayo, niseme kwamba nakuja nayo kwa sababu nimefanya na sasa hivi iko sokoni, pia inafanya vizuri, inaitwa My Wife. Kwa hiyo mashabiki tu waendelee kuona episode zinazokuja mbele. Wazazi 100% niseme kwa mwanzo ni ngumu kuelewa kitu ambacho ninachokifanya, kwa sababu inahitaji, katika kazi zetu za sanaa inahitaji muda sana mtu kukuelewa pia. Kufahamika na kupata kipato inakuwa ni ngumu sana. Sasa wazazi wanaona kama, wazazi wengine wanaona ni uhuni, unapoteza muda hivyo. Fikra za wazazi kutokusupport kipaji cha mwanao, kwa sababu sio kila mtu. Unajua wazazi wengi wa Kiafrika niseme kwamba wamezoea mtu kusoma, yani niseme wameamini kupitia darasani kwamba ukisoma ndio utakuwa na maisha mazuri, lakini huwezi kusoma ukawa tu na maisha mazuri, kwa sababu kuna wengine hawajabarikiwa hulka ya kusoma, kuna wengine wamebarikiwa hulka ya kipaji, kwa sababu kipaji kinaweza kumfikisha mtu sehemu ambayo wewe hautotarajia. Niseme 70% wameanza kuniamini na wananiruhusu nifanye kwenye kile ambacho ninachokifanya. Nachokiona kizuri watasema du fanya, ambacho nakiona sio kizuri wananistopisha. Ndoto kubwa kila mtu, cha kwanza ni mafanikio, cha pili hadhira yote wanitambue kwamba kitu gani ambacho ninachokifanya kuelimisha jamii pia. Ndio hivyo vitu ambavyo ninavyofikiria. Kitu cha kuwashauri wenzangu wasikate tamaa, kwa sababu kukata tamaa ni adui mkubwa wa kurudisha maendeleo nyuma. Kwa hiyo wapambane. Surprise ziko nyingi sana kwa upande wa muziki wangu pia na movie. Maneno ya watu, unajua maneno ya watu siku zote wanasemaga hayavunji mfupa.
maneno waga ni yanauma. Unaweza kuambiwa labda hujui kuimba, hujui kufanya hiki, unapoteza muda wako bure. Kwa hiyo hili inakuwa inakata sana tamaa ya mtu kutokuendelea. Sana sana ni kufikiria mafanikio. Sijai kufikiria kuhusu kusemwa. Sana sana ni mafanikio. Mafanikio ni ambayo yananifanya nipigane, nisilale, niumize kichwa usiku na mchana, mradi nifanikiwe. Yes, zipo nyimbo nimeandika, movie nao pia nimeandika. Jamii yetu kwa sasa hivi inaelewa sanaa ni nini, kwa sababu jua sanaa inaweza kumfanya mtu refresh mind. Mtu ana stress, anaweza kuangalia stress katoka na kusikiliza muziki, kuna nini. Yes, kwa 100% inanyumizaga sana watu wengi wakiwa wananiattack kwenye upande wa sanaa. Wajibu wangu ni kuelimisha vijana kwa kwenye maadili yaliyokuwa yamenyoka na sio maadili mabaya. Yes, kwenye mapenzi mwe kuvunjika moyo. Ni hamna binadamu asiyevunjika moyo kwenye mapenzi. Niseme ndio, kuna mtu yupo ambaye ananipa nguvu nyingine. Mashabiki wa kike ambao wananipenda mimi, ni wajibu tu nawapenda pia, na kweli wanakuwa gawa na nisumbua pia, DM zinakuwa nyingi sana, lakini siko kwa upande huo ambao wanaofikiria wao. Na nipende kama msanii, mimi nitapenda kama mashabiki zangu. Sana sana vitabu, kuangalia vitabu, muza zetu zimefanya nini, inatakiwa nini. Kwa hiyo ndio inanifanya mimi kuandika muziki wangu na kuandika movie zangu. Project ambazo nazozifanya katika movie zinanikata sana sana. Mtu ukishafika ushalipia vifaa wakati wa kushoot, hata pia sana sana nayo pia kwenye muziki wakati wa kushoot unalipia models, unalipia watu wa design, watu wa design, unakuta hawafiki kwa wakati. Kwa hiyo hili uwaga inanikata sana, na unaweza usitokee kabisa ukakurustisha mambo yakarudi nyuma. Nisema wako wengi sana, wako wengi, ila nitataja kwa majina, ila kwa sababu sitataja. Kuna Rams hapa Bongo, kuna wengi sana sana. Mimi napenda nifanye na hawa ambao walikuwepo chini, kina Vanilla, kina Mario, wote natamani nifanye nao kazi, kwa sababu niseme the new generation. Yes, dini ina nafasi kubwa sana katika maisha yangu. Mimi mpaka kufika hapa ni uwezo wa Mwenyezi Mungu, mpaka kukutana mimi na yeye kunioji pia ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi namtegemea yeye, na muomba yeye hata kwenye kazi zangu, na muomba yeye ajibariki. Yes, kwa kiasi kikubwa kuna marafiki nimewaidino kwa sababu tabia zao, mwenendo wao, na mimi by the way nilivyo sasa hivi. Kwa hiyo kidogo nakuwa natakiwa nitafute marafiki ambao tunaenda sambamba, ambao tunafanya kitu kimoja. Tabia ipo ambayo especially hata mamangu mzazi wake anapigana kelele kuoga. Waga nikichoka sana na kwa siogi. Kwenye maisha lazima kuwepo na utafutaji. Pia kwenye maisha kuna uvumilivu. Kwa hiyo haya yote yanahitajika nidhamu ya hali ya juu, kwamba vijana pia nao tusibuteke, tufight, tufikie sehemu husika ambayo tunaweza kila mtu akamshika mkono mwenzake.